ufalme na utumishi uko wazi. Kwa hiyo chochote kidogo ulichonacho. Unajua hawa watu ambao nimewataja wa serikalini, kwa nini wanatumika? Kwa nini wanaondoka saa 1:30, saa 2, saa 12 wanaenda kazini? Kwa nini? Kuna mshahara. Wanaenda kwenye utumishi si kwa sababu wanapenda. Ni utawala umeweka sheria. Utawala na cheo kilichowekwa kimeweka sheria, kimeweka nguvu, kimeweka mpaka askari, kimeweka mpaka mchunguzi, kimeweka mpaka manager. Wewe chelewa uone kama hujafukuzwa. Nini? Unatetemelea ule mshahara. Hivi mnakataa kutumika nyumbani mwa Mungu kwa sababu hakuna mshahara? Nani kawaloga? Nani kawadanganya? Kwa hiyo mnakataa kutumika mbele za Mungu kwa sababu hakuna kipato, hakuna kiniongongo. Nani kawadanganya? Wapendwa, ninafurahia. Mungu mimi amenijibu kwa namna ya ajabu, kwa namna ambayo inanishangaza, kwa namna ambayo nashindwa kuelezea ushuhuda huo. Kwa hiyo wapendwa, huku nyumbani mwa Mungu pia kuna marupurupu, kuna mapato, kuna zaidi ya hao wa dunia wanaotawala kwa nguvu. Ndio nani amesema jamani? Yesu ndio amesema. Kama Yesu amesema, na yeye ndio ameumba mbingu na nchi, na vyote vilivyojazaba ulimwengu ni mali yao. Ni mali ya Mungu na ni mali ya Yesu. Hivi sisi tuna zaidi kuliko watawala wa dunia. Tena kwa namna nyingine, sisi tukishatumika tuna watawala wa dunia na tuna utawala wa huku kwenye ufalme. Tuna utawala mara mbili. Tuko pamoja wapendwa? Haya. Sasa nataka tusome tu maandiko haya machache hapa. Tusome Yohana 13, tusome mstari wa 6. Tumalize. Kesho tutaweka vizuri zaidi. Hivyo yuaja kwa Simoni Petro. Huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe utanitawadha miguu kamwe. Yesu akamwambia, ndio, kama nisipokutawadha huna shirika nami. Mpaka hapo watamalizia wapendwa. Sikiliza wapendwa, nikufupisha hiyo habari. Hapo ni Yesu alikuwa ameandaa hivi, akafunga ndani yake hapa katikati. Nini inaitwa ile? Taulo. Akaenda kuanawisha nani? Wanafunzi wake, au kuwatawadha miguu. Sasa alipofanya kwa wa kwanza, wa pili, alipofika kwa Petro akamwambia, Yesu hapana. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni mkuu, yeye ni Mungu. Yesu ni Mungu. Yesu akamwambia, sikiliza, nisipofanya hivi utaelewa leo. Utumishi. Yesu hakuja kutumika. Amekuja kufanyaje? Anasemaje hapo? Hakuja kutumikiwa, amekuja kutumika. Tuko pamoja wapendwa? Petro akakataa. Kama ambavyo wengine mnakataa utumishi. Mnakataa baba? Mimi kaleki. Nikamsafisha vyombo. Nikapiga vyombo. Mimi nicholeja nilipa nauli. Sijui nini kwa haya hii. Sina naenda siku hiyo tu ya Jumamosi ili Jumapili niimbe. Katikati ya siku uonekane. Sijui bila umeme loko imeisha. Mimi tu ndo natoaga. Sijui nini na nini, safari story. Sijui bila amani. Sikiliza mpendwa. Yaani vyote hivyo ni utumishi. Wewe uko unajua kwamba unamtumikia naye. Petro mwenzako alipofikiwa kunawishwa akasema, Yesu hutaniwisha kabisa. Wewe nakujua bwana. Wewe ni Mungu. Huwezi kuja kuniwisha. Na Yesu akamwambia, uko sahihi, lakini usipokubali leo ndio una shirika na mimi. Soma hapo. Rudia mchungaji. Usipokubali nikufanyaje? Yesu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa. Ndio. Lakini utalifahamu baadaye. Yes. Petro akamwambia, wewe utanitawaza miguu kamwe. Yesu akamwambia, kama nisipokutawaza una shirika nami. Una ushirika nami, una shirika nami. Yaani huwezi kufanya kazi na Yesu. Kama unakataa utumishi, kama unakataa mimi nisikunawishe, hauna ushirika na mimi. Kama unakataa kutumika nyumbani mwa Mungu, una ushirika na Yesu. Nakwambia hivi, utapigia hapa kila siku, Yesu nitembelee, Yesu sio mgonjwa, Yesu Mungu
Mungu wangu, Yesu kichwa, tumbo, usikeza, yaani utapiga kelele. Kitakacho kuponya mtu wa Mungu, una ushirika na Yesu mponyaji. Miujiza na ishara inashirikana ndani ya kanisa. Kwa nini? Hatuna ushirika na huyo mtoa miujiza. Lakini unataka vya kwake. Wewe utaki vya kumtendea na ambaye amesema tumtendee. Lakini ukija hapa tunataka Bwana atuhudumie. Tunataka Yesu afanye kile ambacho amesema. Sawa. Hana upendeleo. Yeye ni baba wa upendo. Atafanya, wala sioni mashaka kwenye hilo. Lakini kwa nini wakati mwingine nakataa kufanyika? Kwa nini wakati mwingine tupate majibu ya kweli ya maisha yetu? Nataka kuolewa, pate mume mzuri. Utapataje mume kutoka heaven wewe, mke kutoka mbinguni, mke Mungu anatoka kwa Bwana? Utapataje kama una utumishi? Alama gani umeacha ndani ya nyumba ya Mungu? Alama gani watumishi wa Mungu watakumbuka mahali hapa kwamba yupo mtu aliwahi kupita hapa, usione ule ukuta pale, ni mtu fulani aliwahi kupita hapa. Aliwahi kuabudu hapa. Unaona kile kiwanja cha pale ule jirani tumeamua kuupanua eneo la kanisa. Ameamua kupanua mipaka ya Mungu. Pale kanisa kwetu juzi mwaka jana mwezi wa 6. Mimi ndio mwenyekiti wa kamati ya maendeleo katika kanisa hilo. Tukakaa na mchungaji tukamwambia baba, tunataka kupanua mipaka, tunataka tukute kanisa la KKT kwa wale unajua pale KKT kule barabarani. Tulikusanya mwezi wa 6 milioni 600 na tukawanunua majirani pale fu. Amen. Haleluya. Amen. Tukapanua eneo la Mungu. Hivi Mungu huyu atakaye Mungu atanyamazaje? Atanyamazaje? Hatakaa nyamaze. Utumishi. Hatukuangalia vya kwetu. Leo unaangalia ili nifanye hichi kitu, kwanza nifanye cha kwangu. Fanya. Ukishafanya vingi tufanya na haya. Wewe usije tu vizuri kwa Mungu, wewe fanya. Kwani kuna shida gani? Wewe unaona kwamba maisha ulionayo, ulinzi ulionayo, pumzi ulionayo ni umejitengenezea kidogo, si ndio? Nini kipaumbele yako? Utumishi ni nini kipaumbele yako? Kazi yako ama ufalme wa Mungu? Utanielewa? Walao. Amen. Sikiliza mpendo, mwambie jirani yako. Mwambie Bwana Yesu asifiwe. Yaani vizuri tu. Sikiliza. Nini kipaumbele chako? Hivi, baba askofu na mchungaji wangu. Maana nimekuita hata askofu sawa. Ni askofu wa kanisa hili. Sikiliza nikwambie mpendwa. Hivi, sasa hivi mchungaji hapa akasema, hebu leteni mahitaji yenu, mipango yenu ya mwaka huu. Nini unatamani Mungu akufanyie kuanzia sasa mwezi wa 3 mpaka Disemba, ili tuje tumshukuru Mungu Januari. Wangapi wako tayari kuandika hicho? Au mlishaandika? Na? Sijaelewa kumbe inaenda haraka. Haya. Nachosema, mpango wako wa mwaka huu wa familia yako, kama Mungu akikupa fedha, nini kipaumbele chako hapo nyumbani ukifanya? Si unazo? Cha ajabu, hakunaga ya Mungu. Yaani unaandika kabisa, kuna malizia ile nyumba, tuombe jamani kwa ajili ya kumalizia ile nyumba. Disemba watu wakao kuja hapa nyumbani waone tumemaliza. Tuombe tena tuweke na paving. Hata mama fulani akija wakuta hapa tumeweka paving. Tuombe tena na sijui mtoto aende shule. Sasa ukiangalia hiyo orodha yaani kwa vile nimezungumza. Tukiangalia hiyo orodha ningesema tu kwa mfano tuitishi kwa kuwatega. Ambayo sio nzuri kwa kuwatega. Yaani mlete hiyo orodha ya mahitaji ya pale nyumbani. Yaani ni maisha yako A to Z, lakini hujauwaza ufalme wa Mungu. Utumishi unatanguliza nini kipaumbele? Anasema hivi katika Mathayo 6 ngapi? 33. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haya mengine. Sasa leo tunafanya haya mengine, tumeacha kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake. Hayo mambo nilipokuja kujua hiyo siri, baada ya kumwambia mtu wangu tuamue turudi duniani au twende mbinguni. Tulipokuja Mungu kusema na sisi, tukaona ilikuwa kwanza, yaani pamoja na kwamba hatukuwa na mwelekeo kipindi hicho,
lakini hatukuwa pia tumeupa ufalme wa Mungu kipaumbele. Kwa hiyo tukarudi kuupa ufalme wa Mungu kipaumbele kwa chochote tulichokuwa nacho. Baba Askofu anarudi kutoka Marekani, Mungu amesema naye kwa habari umisheni. Tukaanza kutoa 500 kwa mwezi bila mke wangu. Mke 250, mimi 250. Umisheni. Hatuna. Tunaruka na mwezi. Tumekosa 500. Tunatoa mwezi unaokuja. Tunaruka. Yaani tukawa tunahangaika mpaka tukasema hivi sisi tumeokoka kweli au sisi tunaigiza? Kwa point. Lakini kumbe Mungu Bwana alikuwa anaangalia huo moyo, huo utumishi, haya mahangaiko. Leo nani ana mahangaiko? Rafiki yangu mmoja alikuja kanisani pale. Alikuwa anadaiwa milioni 3 kwa ajili ya watoto. Anamuomba mtu, tunamwandalia pale, ananishirikisha sasa, rafiki, nina challenge hapa. Nina milioni 3 anadaiwa, watoto narudishwa, wanasoma hizi shule za English medium. Nikamwambia Mungu wetu ni mwaminifu kwa tuombe. Omba, kaika nini? Mlango ukafunguka kwa laki hizi. Umesema shilingi ngapi? 500,000 katika laki ngapi? Milioni ngapi? I say, kilichonishangaza, yule jamaa alipokuwa anazidi kumwomba Mungu, tuko ndani naomba, akaniambia sasa Mungu amesema na mimi. Nikamwambia nini? Akasema nitoe hii hapa hiyo sadaka. Kwa sababu kwanza nikipeleka kule shuleni hata haitoshi. Ni kweli ninapooza. Lakini kwa sababu kuna jambo fulani linafanyika pale kanisani, akaamua kutoa ile 500,000. Yaani kwa moyo maumivu. Alafu akasema pote ile ambayo wacha warudishe. Asempenda. Sijui nini kilitokea. Mimi mambo ya Mungu Bwana nimeyaogopa katika utumishi. Kamtumikia, tumekaa na ilikuwa kama sio mwezi. Ni zaidi ya mwezi na wiki moja. Milioni 5 ameletewa. Amen. 5 milioni. Akaenda kulipa milioni 3 shuleni, milioni 2 zikabaki sasa. Yaani ana raha kuliko. Yaani hivi nafikiri mtu anaacha kupenda Mungu. Shida yako wewe unasema Mungu anakupenda wewe. Machozi mengi. Ikija jaribu kama hilo. Jipime tu. Ambapo hata mimi nilikuwa ni labda kweli wewe ni Mungu na mimi kasema na mimi sasa hiyo. Ni kwa Mungu. Lakini ungepouza. Lakini akasema hapana. Tunahitaji hapo kwenye nyumba ya Mungu. Wacha niitoe. Bwana ajitolee utukufu. Bwana afanye njia. Wangapi unaweza kufanya kipaumbele ya utumishi kwa Mungu wako? Lakini leo tunataka hapa Mungu ashuke. Amen. Tunataka Mungu afanyaje? Ashuke, atutembelee, afanye. Wiki hii nimemwambia Mungu kwamba hata shuhuda nitakazozungumza, maana mimi napenda kuzungumza shuhuda zangu nilizohusika, zimpe utukufu, sio kujifanya, sio sitafuti sifa. Kwa hiyo nimejiweka wakfu kwa Bwana kwamba nitazisema yale mambo ambayo Mungu ametufanyia katika wiki hii. Naamini kuna kitu utajifunza na kitakutoa mahali kwenda sehemu nyingine. Amen. Tuko pamoja wapendwa? Utumishi. Alafu uzuri wa utumishi ni kwa kiwango kile kile ulichonacho. Hautaki kuwa na mamilioni. Unajua nini? Mungu na sisi alitujaribu. Nirudi sasa upande wangu. Tulianza kutumika na hicho. Tunauza dagaa, mke anauza dagaa, mimi naenda kuleta mkaa porini. Namleta mke wangu anauza pale kwa bei ya makopo na magunia. Uliza maisha yangu pale kabisa atakwambia. Mkaa, yaani ilikuwa tu hapa ndo pamekuwa pekundu hapa. Sasa huo usi ndio nao, alafu mimi nauza mkaa. Yaani uelewe. Yaani hapo ndio mwenye kwa sababu mara nyingine una lamba, mara nyingine umekuja hata soda, umefanya nini, yaani hapo ndio unapaona. Lakini huku nimechakaa. Lakini mimi natafuta 500 ya kuleta umisheni, nitoe sadaka za kawaida hizi, na mimi niwe ni mtu natoka naenda kutoa sadaka. Na Mungu na kutoa sadaka. Naangaika. Tuko pamoja wapendwa? Kwa hiyo hapo ulipo tukaanza kutoa hivyo pole umisheni hivi nini, kumbe Bwana Mungu si dhalimu. Yes.
nataka niwahakikishie kuna mambo pia mmeyafanya hapa. Sio kwamba mjafanya, mna utumishi mmekwisha fanya hapa. Na tamani hivi tuongezeane huu ujuzi wa kimbinguni ili Mungu sasa akawatokee katika jina la Yesu. Kukazalishwe mambo mapya. Mmefanya mambo makubwa. Pengine hata kwenye makanisa mengine, pengine hata kwenye familia zenu, pengine katika nyumba zenu, sawa. Lakini tuongezeane kwamba wapi tumekosea, wapi turudi tufanye kwa ubora. Yeremia 15:19. Yeremia mlango wa 15 mstari wa 19. Inasema, kwa sababu hiyo Bwana asema hivi, ukirudi ndipo mimi nitakapokurejeza upate kusimama mbele zangu, nawe ukitoa kilicho cha thamani katika kilicho kibovu, utakuwa kama kinywa changu, nao watakurudia wewe, bali hutawarudia wao. Biblia neno la kusikiliza Biblia. Asante mchungaji. Biblia neno sikiliza. Halo, kuna nini mnasikia? Na Musa ndo anafunga nao leo, alafu tutaendelea kesho. Anasema hivi, hizo vipengele vingine hapa nisema tutamwambia, tutaandika kesho, sio wasiwasi. Sikiliza, Biblia neno inasema hivi, kwa hiyo hili ndilo asemalo Bwana. Kama ukitubu, hebu sema kama ukitubu, nitakurejeza ili uweze kunitumikia. Nitakurejesha ili uweze kufanyaje? Toba. Yaani tulipotoka duniani wapi huko? Sisi tumerudi kwa Bwana. Kwa njia ya nini jamani? Ya toba. Tumetubu dhambi zetu, uovu wetu, mambo tuliyofanya duniani, kwamba hatutarudia tena. Tena tumeokoka, tumesafishwa na damu ya Yesu. Anasema kwa kuwa imekuwa hivyo, nitakurejeza ili uweze kunitumikia. Kwa hiyo kusudi la toba ile ni kuja kumtumikia Bwana, kunitumikia shauri la Mungu. Yeremia anasema, wewe umekuja kufanyaje? Mwenye kutafuta mume, mwenye kutafuta mke, mwenye kutafuta uponyaji. Wapendwa, yaani uponyaji huko hapa kwenye madhabahu hii bila shida yoyote. Kwa kuwa umetubu na kunirejea, nitakurejeshea kufanyaje? Utumishi.